Bwana Yesu asifiwe. Asante kujiunga nasi kwa maombi haya kwa ajili ya taifa letu Tanzania. Haya ni maombi ya rehema. Rehema kwa sababu damu isiyo hatia imemwagwa na kunajisi nchi. Hii ilitokea katika vurugu zilizoanza tarehe 29 Oktoba 2025 na kudumu siku chache, lakini ni vurugu ambazo hazijawahi kutokea tangu kuzaliwa kwa taifa la Tanzania. Mambo haya yaliyotokea kibiblia, tunasema watu wamekufa kwa upanga au wameanguka kwa makali ya upanga. Ukiona makali ya upanga ujue ni hukumu ya Bwana katika kiwango kikubwa, kidogo au kiwango cha juu. Kiwango cha chini huwa ni njaa, nzige na tauni. Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 na 14 inasema, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa yaliyotokea sio kuzifunga mbingu wala kuleta nzige wala kupeleka tauni. Hapa imekuja upanga. Ndiyo maana nasema ni hukumu. Isaya sura ya 5 mstari wa 25 inasema, kwa sababu hiyo hasira ya Bwana imewaka juu ya watu wake, naye amenyosha mkono wake juu yao, akawapiga, navyo vilima vilitetemeka, na mizoga yao ilikuwa kama takataka katika njia kuu. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Hapo ndipo tulipo. Tuko pabaya, ndiyo maana inabidi tuchukulie suala la kuombea nchi na kufanya yatupasayo, very serious. Maombi haya ni tofauti na maombi ya kitaifa uliyoyazoea, kama umekuwa ukiombea nchi mara kwa mara. Kama katika nitakayofundisha huelewi, uliza, lakini usiweke comment za kuvunjana moyo au kutuondoa kwenye maombi. Maombi yamekuwa yakifanyika lakini bado mambo hayakubadilika, ndiyo maana tumefika hapa tulipo. Hivyo watu walio rohoni ni vema tukafahamu kwamba inabidi tubadilishe gia ya maombi. Ukitaka kujua kwa nini hukumu imekuja, soma Ezekieli 22 mstari wa 23 hadi 31. Mungu ni Mungu wa haki. Kama watu hawapewi haki, lazima watu wa Mungu, wateule, wawapeleke watu kwa Mungu na kudai wapatiwe haki yao, kwa sababu Mungu ndiye mwamuzi wetu. Isaya inasema, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakayetuokoa. Yaani Bwana ameshika mihimili yote ya serikali. Mwamuzi wetu, yaani ndiyo jaji mkuu wetu. Mfanya sheria wetu, yaani mtunga sheria wetu. Kazi ya bunge ni kutunga sheria. Mfalme wetu, yaani serikali kuu. Kwa hiyo Mungu wetu ndiye kila kitu. Kama viongozi wa nchi hawatendi haki, ni kazi ya makuhani na manabii na waombaji kuingilia kati kwa kupeleka hoja kwa Bwana. Biblia inasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Sisi hatujafanya hayo. Watu wamelalamika, lakini wateule nao wakalalamika badala kumtafuta Bwana juu ya hayo yaliyokuwa yanaendelea. Na wateule wengine wakawa sehemu ya watu wanaolalamikiwa. Yaliyotokea ni hukumu ya Bwana, lakini bado hajamaliza. Bwana ametupa a window to change the situation. Tusipofanya yatupasayo, hali itakuwa mbaya zaidi na hakuna atakayetuponya katika hukumu inayokuja. Watu walionyeshwa, lakini kupuuza kukawa kwingi sana. Moja ya sababu ya kupuuza ni kwamba makuhani na manabii wamelewa kwa mafundisho potofu na kutafuta maslahi. Fedha zimewalewesha kama pombe. Isaya inasema, lakini hawa nao wamekosa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Hukosa katika maono, hujikwaa katika hukumu. Maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, hapana mahali palipo safi. Tuombe kwa ajili ya taifa. Tuache kuomba kwa mafundisho potofu na kutafuta maslahi binafsi. Hayo ndiyo maombi ambayo tumekuwa tukiomba mwaka mzima kabla ya siku ya machafuko. Tumeona matokeo yake. Injili ya Luka inasema, alipofika karibu aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani.
lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Na sisi tumejiliwa. Kama hatufanyi yatupasayo amani, basi siku inakuja. Sasa tunaombaje? Hapa inabidi tuombe rehema. Kutakuwa na points 7 za maombi kama ifuatavyo. 1. Rehema kwa maovu yaliyofanyika. Mambo ya Nyakati sura ya 21 mstari wa 16 hadi wa 18 na mstari wa 23 hadi 27. Hii lazima iambatane na sadaka utakayoitoa mahali popote utakaposikia ndani yako msukumo wa kutoa. 2. Rehema kwa makuhani na manabii kwa makosa yao. Tutatumia Danieli sura ya 9 mstari wa 4 hadi mstari wa 10. Na Ezekieli 22 mstari wa 25 hadi 26. 3. Rehema kwa viongozi wa kitaifa, rasmi na wasio rasmi, tukitumia Ezekieli 22 mstari wa 27 hadi 29. 4. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye nchi ili kuepusha hasira ya Bwana juu ya taifa kwa uovu uliofanyika. Hapa tumia Kutoka 12 mstari wa 12 na 13. 5. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye mioyo ya watu wote waliojeruhiwa ndani ili wapate kuponywa. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 39. 6. Omba damu ya Yesu isafishe macho yetu ili tujue yatupasayo. 7. Omba hekima na maarifa kwa viongozi wote wa kitaifa, rasmi na wasio rasmi, tukitumia Mambo ya Nyakati na Yakobo. Pia pamoja na maombi haya, naomba ununue mafuta ya mzeituni, olive oil. Hivi karibuni nitatoa mwongozo wa kuyaombea mafuta hayo kwa sababu tutayatumia katika maombi haya siku zijazo. Asante kwa kuwa pamoja nasi wiki hii. Naomba tuwe tena pamoja wiki ijayo kuendelea na maombi. Mimi ni Prophetess Sally. Na kuombea Bwana wetu Yesu Kristo awe pamoja na roho yako. Neema iwe pamoja nawe. Amen.